Watatu umesikia wameongea. Disemba nilikuwa nimewaita, ile kidogo nilikuwa nao nikawapea. Hata nikaita pia wafanyakazi wa serikali ambao walikuwa ni chiefs. Lakini walipotoka kwangu walipewa show cause letters. Eti mlienda kufanya nini kwa gavana? Amfai kwenda huko. Kwa hivyo vile tuko hivi, uzuri kwamba wewe ndio namba 2 katika nchi hii. Wacha niwaambie hao machiefs wote wengine wako nyumbani wako na hizo barua. Na sababu hakuna ambao wamefanya mbaya, ni vile tu walikuja kwangu. Na ile kitu tulikuwa tunapanga na wao ni mambo ya basari na mambo ya distribution of nets. Leo hii hao chiefs wakisikia Simba na waita wanatoroka kwa sababu mwingine atazapewa interdiction letter. Nataka niseme Mheshimiwa Daktari, wewe ni mama. Nataka kwamba na wewe ni mhubiri. Nataka kwamba utuombee kama inchi. Lakini kama Kisii nataka ni kuombe utuombee sana. Hapa nimekuambia pale ndani, hapa saa hizi mtu atatoka pale na propaganda kwa sababu hapendi Simba. Aseme, kuna vijana wanatoka hapa wataua watu hapa." Yaani propaganda, hata vyombo vyetu vya usalama vinaamini propaganda. Nataka niombe tafadhali. Juzi mama umeona tukupeana basari kule South Mugrango. Watu wanapita hapa kwa barabara wanaanza kupiga risasi kiolela, wakapiga mtu mmoja risasi. Yaani ile tunaita terrorist act. Kina mama wakavunjika, vijana wakavunjika. Mpaka leo hii vile uko hapa, hakuna mtu amekamatwa, hakuna mtu ameshtakiwa. Na watu waliumia. Na nataka niseme kwa sababu mimi ndio gavana huku. Nitaomba wewe ukiwa namba 2 katika nchi hii, unajua mama ndio kila kitu katika nyumba. Utakapomfikia Mheshimiwa Deputy President, mwambie I call these people to order before even the president does. That's my request. Kitu cha mwisho, na utuongeleshe mama hapa Kisii. Kama watu wangejua, jana usiku mimi nimeambiwa kwamba polisi wameamrishwa wote waamke waende wazingire mji wa Simba kwa sababu kuna vijana huko ndani. Na hakukuwa na kijana hata mmoja. Eti mtu yote anatembea kwa mguu hapo Motonto, kamata yeye weka kwa gari. Hapo ungeona vijana wengi, hawa pikipiki wametiwa wasiwasi na hawa askari. Vijana hapa wamewawa mbele ya askari. Mama, nataka niseme, ninahurumia watu wangu. Mimi ndio niko na askari, mimi niko na ulinzi, ofisi inanipa, lakini hawa watu wana ulinzi. Ulinzi ni wa Mungu peke yake umebaki. Mama, kwa sababu wewe ni mhubiri, nataka wewe uikemee dhambi hii. Ikemee na ishe. Na vyombo vya usalama nataka niwaulize kiroho safi. Nyinyi mtatumikia nchi yetu na mtu yote asitishe nyinyi eti mama hapa mtu amewawa, kijana amewawa, dhambi aliyofanya ni mama kama huyu kuvalia t-shirt imeandikwa Simba ni taya. Kijana ambaye bibi yake alikuwa mjamzito, mtoto wa kwanza akawawa hapa peke yake. Ile dhambi hiko hapa na nitaikemea, na mimi niko tayari kuikemea. Naomba tafadhali uiombee, kwa sababu kando na kitu chochote tuombee. Maombi, mapasta nimewauliza tuombe, tusaidie nchi yetu. Tutakapo entertain lawlessness hapa Kisii, tena itaenda hapa neighbor, itakwenda neighbor nyingine, itakuwa ni nchi mzima. Hata hawa vijana ambao na huko na hamu sana kusaidia, itakuwa kwamba ni kazi bure. Kwa hivyo mimi nataka ni shukuru mama kwa sababu ya kuja. This is the other thing. Kina mama mahali kina mama wameshikilia, hiyo nyumba itaanguka kweli? Unajua wakati mwingine watu wanasema afadhali wanaume wakufe mapema, mama wabaki, ndiposa ashikilie familia. Ama vipi? Mama ashikilia jamii. Hata mama Recho pia alikuwa kwa uwanja huu kwa kanisa. Mama Recho amekuja hapa
na tumeomba pamoja kwa kanisa ya Pastor Morwabe. This is a blessing, na tulikuwa hapa tu.